Moyo wangu umekuambia, e Bwana Mungu wangu. Moyo wangu umekuambia, e Bwana Mungu wangu. Uso wako nitautafuta, e Bwana unihurumie. Usikie Mwenyezi Mungu ninapokulilia. Usikie Mwenyezi Mungu ninapokulilia. Unione huruma, e Bwana Mungu wangu. Usiniache e Bwana Mungu wangu. Kwa ajili ya makosa yangu, kwa ajili ya makosa yangu, usinihukumu Bwana. Moyo wangu umekuambia, e Bwana Mungu wangu. Moyo wangu umekuambia, e Bwana Mungu wangu. Uso wako nitautafuta, e Bwana unihurumie. Usikie Mwenyezi Mungu ninapokulilia. Usikie Mwenyezi Mungu ninapokulilia. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Bwana awe nanyi. Ndugu zangu, tuko katika Jumapili ya pili ya Kwaresima. Tuko hapa mahali patakatifu, tumkaribisha Yesu mwenyewe, tutafakari neno lake. Tutaona katika Injili ya leo yeye mwenyewe kabla ya kuingia kwenye hali ngumu, kwenye mateso yake na kifo chake, basi alienda mlimani Tabor kupata nguvu, na kule Baba amethibitisha kwamba ndio mwanangu mpendwa wangu niliyependezwa naye, msikieni yeye. Ndio kama binadamu wenzetu amepata nguvu kupokea mapenzi ya Baba, kuteseka na kufa kwa ajili ya sisi sote, kwa ajili ya dhambi zetu, na baada ya siku tatu kufufuka. Ndio hata Petro, Yakobo na Yohane waliona utukufu wake kule mlimani, ndio hata wao wenyewe walipata nguvu, hasa wakati wa mateso yao na matatizo waliopata baadaye. Ndio iliwapa nguvu zaidi kupambana na kumaliza, na siku moja kuunganika naye. Basi hata sisi wenyewe katika shida zetu na mahangaiko yetu, mateso yetu, manake tusikate tamaa, kukaa pamoja na Yesu ndio nguvu zetu, ndio yeye mwenyewe kila kitu chetu, ndio mwanga wetu. Kwa hiyo tusichoke kutenda mema kama maaskofu, baraza la maaskofu wanavyotuagiza Kwaresima hii. Tusichoke kutenda mema kwa Mungu kwa njia ya binadamu wenzetu. Na katika misa hii takatifu tutaombea marehemu Silvani Daudi, Rosalina Pascal, Leonsi Loki, Joseph Lok na Selina Loki. Ni misa imeombwa na Dorothea Silvani. Raha ya milele wape Bwana, pumzike kwa amani. Kila damu zetu mpate kustahilishwa kuadhimisha mwaka. Namungamia Mungu Mwenyezi. Nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana nakuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu
dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Bwana Tumsikie mwana wa pekee, upende kutulisha neno lako ndani yetu, nasi tukisha takata tufurahi kuona utukufu wako. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Somo la kitabu cha Mwanzo sura 12 aya ya kwanza hadi ya 4a. Bwana akamwambia Abrahamu, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wakubarikio, naye akulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Basi Abrahamu akaenda kama Bwana alivyomwamuru. Neno la Bwana. Bwana, fadhili zako zikae nasi. Bwana, fadhili zako zikae nasi. Bwana, fadhili zako zikae nasi, kama vile tulivyokungoja
la Bwana lina adili, na kazi yake yote huitenda kwa uaminifu. Huzipenda haki na hukumu. Nchi imejaa fadhili za Bwana. Wazingojeao fadhili zake. Yeye huwaponya nafsi zao na mauti, na kuwauvisha wakati wa njaa. Bwana, fadhili zako zikae nasi. Bwana, fadhili zako zikae nasi, kama vile tulivyokungoja wewe Bwana, vile tulivyokungoja wewe Bwana, wewe Bwana, kama vile tulivyokungoja wewe Bwana, vile tulivyokungoja wewe Bwana, wewe Bwana. Nafsi zenu zinamngoja Bwana, yeye ndiye msaada wetu na ngao yetu. Bwana, fadhili zako zikae nasi, kama vile tulivyokungoja wewe. Bwana, fadhili zako zikae nasi. Bwana, fadhili zako zikae nasi, kama vile tulivyokungoja wewe Bwana, vile tulivyokungoja wewe Bwana, wewe Bwana, kama vile tulivyokungoja wewe Bwana, vile tulivyokungoja wewe Bwana, wewe Bwana. Somo la pili. Somo katika waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Timotheo. Timotheo sura ya kwanza mstari wa 8b hadi wa 10. Uvumilie mabaya pamoja nami kwa ajili ya Injili, kwa kadri ya nguvu ya Mungu, ambaye alituokoa akatuita kwa mwito mtakatifu, si kwa kadri ya matendo yetu sisi, bali kwa kadri ya makusudi yake yeye na neema yake. Neema hiyo tulipewa katika Kristo Yesu tangu milele, na sasa inadhihirishwa kwa kufunuliwa kwake Mwokozi wetu Kristo Yesu, aliyebatili mauti na kufunua uzima na kutokuharibika kwa ile Injili. Neno la Bwana. Sauti ya Baba ilitoka katika wingu jeupe. Sauti ya Baba ilitoka katika wingu jeupe. Sauti ya Baba ilitoka katika wingu jeupe. Huyu ni mwanangu mpendwa, wangu msikieni yeye. 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 Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo.
Yesu akawatwaa Petro na Yakobo na Yohane nduguye, akawaleta juu ya mlima mrefu faragani, akageuka sura yake mbele yao, uso wake ukang'aa kama jua, mavazi yake yakawa meupe kama nuru. Na tazama, wakatokewa na Musa na Eliya wakizungumza naye. Petro akajibu akamwambia Yesu, Bwana, ni vizuri sisi kuwapo hapa. Ukitaka nitafanya hapa vibanda vitatu, kimoja chako wewe na kimoja cha Musa na kimoja cha Eliya. Alipokuwa katika kusema, tazama, wingu jeupe likawatia uvuli, na tazama, sauti ikatoka katika lile wingu ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye, msikieni yeye. Na wale wanafunzi waliposikia walianguka kifulifuli, wakaogopa sana. Yesu akaja akawagusa akasema, inukeni, wala msiogope. Wakainua macho yao wasione mtu ila Yesu peke yake. Na walipokuwa wakishuka mlimani, Yesu aliwaagiza akasema, msimwambie mtu yeyote habari ya maono hayo, hata Mwana wa Adamu atakapofufuka katika wafu. Neno la Bwana. Kweli mwanangu mpendwa wangu, msikieni yeye. Ndugu zangu, tuko katika Jumapili ya pili ya Kwaresima, na leo Yesu mwenyewe tunamuona pamoja na wanafunzi wake Petro, Yakobo na Yohane wanaenda mlimani Tabor. Na Yesu mwenyewe kama Mungu na binadamu, hasa kama binadamu, kwa sababu kuna nafsi mbili ndani ya Yesu, Mungu na ubinadamu. Kama binadamu wenzetu alienda mlimani Tabor. Kwa sababu gani? Kwa sababu alikuwa anajiandaa kwenda Yerusalemu, alikuwa akielekea Yerusalemu kwa ajili ya kupokea yale aliyetumwa na Baba, mateso na kifo chake na ufufuko wake. Ndio maana kama binadamu alikuwa hata yeye mwenyewe bado kama hajakuwa tayari kwa ajili ya hiyo, kama binadamu bado hajaikubali vizuri kwenda kifoni, mateso na kifo kupokea kwa ajili ya sisi sote, kwa ajili ya dhambi zetu. Ndio maana akaenda mlimani kujitenga na watu. Alichukua mitume wake watatu, akaenda kuongea na Baba pale pekee, kukutana naye na kuunganika naye, alafu kupata nguvu. Na kule mlimani kama tunavyoona, alikuwa yeye mwenyewe ametokewa na Baba. Manake walikuja kwanza Eliya na Musa, manabii wale, wakiongea naye, na mbingu ikatoka jeupe na ikasikika sauti ya Baba, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, niliyependezwa naye, msikieni yeye. Kwa maneno haya Yesu mwenyewe kama binadamu mwenzetu alipata nguvu sana, na Baba amethibitisha kama ni mwanae. Ndio maana ya kupokea yale ilikuwa sasa kichwani kwake, ilikuwa clear, inatakiwa apokee yale ambayo inatakiwa ayapate mbele ile mateso na kifo
kwa ajili ya sisi sote kutuletea wokovu. Basi wale mitume wengine walikuwa pale na walipoona jinsi yeye mwenyewe anaongea na manabii hawa kwa furaha ile, aking'aa akimetameta kule mlimani, Petro anasema ni vizuri sana sisi kuwepo hapa, tujenge vibanda vitatu, kimoja chako wewe, kimoja cha Musa, kimoja cha Elia. Mpaka wamejisahau kujijengea wao wenyewe, jinsi ilivyokuwa mzuri. Kwa maana wakajisahau wao wenyewe, na baada ya hapo ikatokea hiyo sauti ya Baba, na baada ya hapo walianguka kifudifudi. Walipoamka walimuona Yesu peke yake, na maisha yaliendelea kama kawaida. Walishuka kutoka mlimani wakaenda na mahangaiko na matatizo kule chini kuelekea Yerusalemu. Kwa hiyo inamaanisha hiyo mlimani Tabor, ile mwanga na utukufu wa Mungu, na kule pale walipoenda kwenye sasa kwa watu yenye mahangaiko, matatizo na kadhalika, na ile ya mateso yake, kifo chake, kukamatwa Yesu na hukumiwa kufa, basi inakuwa mambo mawili tofauti katika maisha wa Yesu na maisha yetu sisi wenyewe vile vile. Kama Yesu kama binadamu iliyompata kuona utukufu na kupata nguvu, na vile vile kupata shida na matatizo. Hata sisi wenyewe katika maisha yetu tunaona mara nyingi sana tunakata tamaa, tunapata shida, kila kitu tunaona cheusi mbele yetu. Pengine sijui umeachwa na bwana wako, unaona cheusi kila kitu. Ulimpenda, unaona ameenda kwenye nyumba ya pili, wewe unachukia, una jinsi kumrudisha, unaona cheusi na kadhalika. Lakini katika matatizo na mahangaiko haya, mara nyingi sana anatokea rafiki yako, anakufariji, anakuambia basi usiogope, usiwe na wasiwasi, mambo yatakuwa mazuri na kadhalika. Kwa hiyo unapata nguvu na unaendelea tu na maisha kama kawaida. Au anakuambia basi uendelee kumwombea, kusali, na pengine umekuta siku nyingine ameacha kule, amerudi kwako. Kwa hiyo kutoka extreme moja kwenye extreme nyingine, unaona kutoka mahangaiko na matatizo, baadaye unapata furaha na raha katika maisha yako. Ndio hiyo katika maisha yetu. Kwa hiyo tusikate tamaa, kwa sababu ndio mlimani Tabor Baba alikuwa pamoja na mwanaye, na Baba vile vile katika mahangaiko yetu hatuachi sisi wenyewe, anakuwa pamoja na sisi. Kwa hiyo daima lazima tuunganike naye, daima tumtangulize yeye mwenyewe mbele. Tusiogope kitu chochote katika maisha yetu. Tukiwa pamoja na Mungu, kila kitu tutaweza. Na yeye anatuthibitishia kama alivyomthibitishia mwanaye, huyu ni mwanangu mpendwa wangu niliyependezwa naye, msikieni yeye. Hata sisi wenyewe anatuambia sisi wenyewe tulipendezwa naye katika maisha yetu. Maana yake anatuhakikishia tutakuwa pamoja naye katika utukufu wake, tukitenda chema, tukitenda mazuri. Ndio Kwaresma hii tusikate tamaa, tuendelee kutenda chema, tusichoke kutenda chema, kama maaskofu wetu wanavyotuagiza. Tutende chema kwa Mungu kwa njia ya binadamu. Kuna mambo mengi sana kubadilisha, kuacha mazoea mabaya, madhambi na mambo yote ambayo hayampendezi Mungu, na kuwasaidia wenzetu ambao wanatuhitaji sisi wenyewe kwa ushauri, kwa shida mbalimbali. Daima usichoke kutenda chema, kama Mtakatifu Paulo
anavyowaagizia watu wa Tesalonike, tusitende kuishi vizuri na wema na kutenda chema na kuwasaidia watu. Kwa hiyo sisi wenyewe tuwe na nguvu, hivyo Yesu mwenyewe atakuwa pamoja nasi, anatupa neema na baraka kwa njia hizo ya sala na matendo mema. Ndio namna hivyo tutasonga mbele, na katika mahangaiko na ile giza ambayo mara nyingine tunaingia katika maisha yetu, mwanga yataonekanika, kwa sababu yeye mwenyewe ndio mwanga wetu, ndio nguvu zetu, ndio anayetupatia kila kitu. Tusikate tamaa, yeye yuko pamoja nasi. Kwa hiyo Kwaresima hii tujitahidi tubadilike na tuwe watu wa Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Nasadiki kwa Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Nasadiki kwa Bwana mmoja, Yesu Kristo, mwana pekee wa Mungu, aliyezaliwa kwa Baba tangu milele yote, Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyezaliwa bila kuumbwa, mwenye Mungu mmoja na Baba, ambaye vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu, akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwake yeye Bikira Maria akawa mwanadamu, akasulubiwa kwa ajili yetu sisi kwa mamlaka ya Poncio Pilato, akateswa, akafa, akazikwa, siku ya tatu akafufuka kadiri ya Maandiko, akapaa mbinguni, ameketi kuume kwa Baba. Atakuja tena kwa utukufu kuwahukumu wazima na wafu, nao ufalme wake hautakuwa na mwisho. Nasadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa vinywa vya manabii. Nasadiki kwa kanisa moja takatifu Katoliki la mitume, na ungama ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi, na ngojea na ufufuko wa wafu na uzima wa milele ijayo. Amina. Ndugu zangu, Yesu aligeuka sura yake mbele ya wafuasi wachache na kuwaonyesha utukufu wake wa mbinguni. Alitaka kuwaimarisha na kuwatia moyo wa kumfuata katika njia ya mateso inayotustahilia tuzo ya mbinguni. Tuombe. Ee Bwana Yesu, aliwaonyesha wafuasi utukufu wa mbinguni. Utujalie alama za utukufu wako kwa kujaza mioyo yetu furaha halisi ya kuteuliwa nao. Ee Bwana, Tunakuomba tusikie. Petro aligundua kwamba utukufu unatutamanisha tuwe nao daima. Utujaze hamu ya kutenda matendo yanayotuongoza kwenye utukufu wa milele. Ee Bwana, Tunakuomba tusikie. katika mlima wa utukufu uliongea na wateule wa zamani. Utujalie hamu ya kuonja mambo ya mbinguni kwa kuwasiliana na watakatifu wako. Ee Bwana, Tunakuomba tusikie. Ee Bwana Yesu, Mungu Baba ulidhihirisha kuwa ndiwe mwana wake wa pekee. Ukatuambia, msikieni yeye, uzibue masikio ya mioyo yetu ili tuwe tayari kusikiliza wewe na wenzetu daima. Ee Bwana, Tunakuomba tusikie. uwashirikishe marehemu wetu utukufu wako. Ee Bwana, Tunakuomba tusikie. Baba yetu mwema, uyapokee haya maombi yetu na yote yaliyo moyoni mwetu, anajua tunachohitaji. Tujalie yote kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amina.
Baba Mwenyezi,
Tunakuomba ushushe baraka yako juu ya watu hawa wanaojitahidi kutoa zaka zao, kujinyima kwa ajili ya kujenga ufalme wako. Tunakuomba ushushe baraka yako zaidi na waweze kupata mapato zaidi katika maisha yao, na waweze kwa njia hiyo kutunza familia zao na kujenga kanisa lako la mahalia kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana Mungu wa ulimwengu, maana kwa ukarimu wako tumpokea mkate uliotolea, ni mazao ya nchi na kazi ya mkono ya wanadamu, na uweke wetu mkate wa uzima. Atukuzwe Mungu milele. Tukuzwe Bwana Mungu wa ulimwengu, maana kwa ukarimu wako tumpokea divai hii tunayotolea, ni tunda la mzabibu na kazi ya mkono ya wanadamu, na iweke wetu kinywaji cha kiroho. Atukuzwe Mungu milele. Sali ndugu, ni sadaka yangu na yenu, kubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana, pokea sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lako, na pia kwa manufaa yetu sisi na kwa manufaa ya kanisa lako takatifu. Bwana, tunakuomba sadaka hii ifute dhambi zetu na kuwatakasa waamini wako mwili na roho, wapate kuadhimisha sikukuu ya Pasaka. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tunashukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni wema na haki tukushukuru daima na popote, Bwana Baba mwema, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Yeye aliwaambia mapema wafuasi wake kwamba atauawa, na pale katika mlima mtakatifu aliwaonyesha utukufu wake, akaonyesha kwamba kama ilivyoandikwa katika Torati na manabii, atapata utukufu wa ufufuko kwa kuteswa. Kwa hiyo sisi pamoja na malaika wa mbinguni kwa kutukuza siku zote hapa duniani na kuimba wimbo wa utukufu wako, tukisema bila mwisho: Mtakatifu, 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 Mtakatifu Bwana Mungu wa majeshi, mtakatifu, mtakatifu Bwana Mungu wa majeshi, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Bwana Mungu wa majeshi, mtakatifu Bwana Mungu wa majeshi. Mbingu na dunia zimejaa utukufu wako, utukufu wako. Mbingu na dunia zimejaa utukufu wako.
Bwana kweli mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, tunakuomba vitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yalipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitwaa mkate, akashukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndi mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula akitwaa kikombe na kukushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Ee Bwana, tunatangaza kifo chako na kutukuza ufufuko wako mpaka utakapokuja. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustakilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo, tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Ee Bwana, ulikumbuke kanisa lako la popote duniani, ulikaribisha katika mapendo, pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leone na askofu wetu Lazarus na waklero wote. Wakumbuke watumishi wako Silvani, Rosalia, Leonsi, Joseph na Selina uliyewaita kwako kutoka dunia hii. Ujali ili wao walioshirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo washiriki pia ufufuko wake. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, we Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, tunapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitia amri ya Mwokozi na kufuata mafundisho yake ya Mungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amina. E Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolewe dhambi na dhambi, wala tusitahishwa jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. E Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mtume wako, amani na waachieni, amani yangu na wapa, usizitazame dhambi zetu, la tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, na ishi na kutawala milele na milele. Amina. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mpeane amani.
Mwana-Kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za ulimwengu, utuhurumie. Mwana-Kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za ulimwengu, utuhurumie. Mwana-Kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za ulimwengu, utuhurumie. Mwana-Kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za ulimwengu, utujalie amani, utujalie amani, utujalie amani, utujalie amani. Tazama Mwana-Kondoo wa Mungu, tazama ondoaye dhambi za ulimwengu. Heri walioitwa kwenye karamu ya Mwana-Kondoo. Ee Bwana, Sistahili ingie kwangu, lakini sema neno tu, na roho yangu itapona. Kesho
Ninakuomba unipatie msimamo
nisimame upande wako milele milele. Bwana unibadili niache yote, Bwana unibadili nikufuate wewe, Bwana unibadili niache yote, Bwana unibadili nikufuate wewe milele. Tuombe. Bwana, baada ya kupokea mafumbo yako matakatifu, tunakuomba kukushukuru kwa maana ingawa tuko bado hapa duniani umetushirikisha ya mbinguni. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
sana kama tulivyosikia jana, tena tofauti zaidi kuliko ya jana, juu ya uongozi na uwajibikaji katika kanisa, juu ya Ukristo wetu na kadhalika. Kwa hiyo baada ya baraka tunaendelea mara moja na semina, alafu matangazo tutasikia baadaye au Jumapili ijayo. Hamna cha pekee zaidi ya kujua sadaka, zaka na kadhalika. Basi nawashukuru sana kuwa pamoja. Mungu aendelee kuwabariki daima, ufuate yeye mwenyewe, ufuate mwanga wake katika maisha yenu. Nawatakia uwajibikaji zaidi katika utume katika Kwaresma takatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana awe nanyi. Awabariki na walinde Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.